Sasa wasione mikono tu, wasikie na sauti. Wale mnaoamini katiba mpya kwanza mseme katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Sasa Mwenyekiti Lissu, ndugu yangu anawaambia waandishi mrekodi vizuri, msidanganye, si ndio? Warekodi, si ndio? Haya, basi mwe watulivu, wameshasikia salamu, wataendelea kurekodi. Sasa kwanza tuifanye ile salamu ya Tundu Lissu akiingiaga mahakamani anapiga. Hebu tuipige ile. Tuipige ile ya Lissu ile. Tuipige ile ya Lissu ile kwa heshima yake. Alafu nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Sasa ndugu zangu, Mwenyekiti Lissu bado yuko gerezani. Sisi viongozi tumezuiwa kumuona. Familia na mawakili wamepewa haki ya kumuona, na sisi viongozi kwa kuwa hatuna fursa ya kumuona, tunasikia kutoka kwa familia na mawakili. Muda mfupi kabla sijapanda jukwaani, niliwasiliana kujua hali ya Mwenyekiti Lissu. Hali yake iko salama. Lakini kuna jambo Mwenyekiti Lissu analidai. Mwenyekiti Lissu alishtakiwa kesi za aina mbili. Kuna kesi ya uhaini ambayo sasa serikali imejaribu kuweka mpira kwa pani, ikaipeleka mahakama ya rufaa kuipaki pale. Nitaizungumzia. Alafu kuna kesi nyingine kwa yale mambo ya no reform no election. Alishtakiwa Kisutu ya uchochezi. Yenyewe ina dhamana, iko Kisutu pale. Sasa utaratibu, kesi za namna hiyo huwa kila baada ya wiki chache zinatajwa, zinaitwa. Lakini kesi ya uchochezi ya Tundu Lissu umepita zaidi ya mwaka, hawajamleta mahakamani. Kwa kweli najua ile kesi iko chini ya hakimu anaitwa Kiswaga, na mimi sina dhamira ya kuingilia uhuru wa mahakama, lakini swala la haki kutendeka na haki kutendeka kwa wakati ni swala la kawaida kabisa la kiutawala. Sasa jana rais ambaye tumtambui, rais haramu batili. Je, mnamtambua? Mnamtambua? Wangapi hamumtambui Rais Samia? Hamumtambui, si ndio? Hamumtambui, si ndio? Si ndio? Ni rais haramu na batili, si ndio? Sasa wale mnaosema ni rais haramu na batili vidole, si ndio? Sasa hili isiyo sauti yangu, mseme nyinyi. Mnaamini kama ni rais haramu na batili, mimi ni rais haramu na batili. Semeni rais haramu na batili. Rais haramu na batili. Sasa jana alikuwa anamwapisha mtendaji mkuu wa mahakama, ameteuliwa na rais, anaitwa Dr. John Jingu. Akamwambia wao wanatenda haki kwa haraka, kunazingatia katiba na kadhalika. Kama ni swala la kutenda haki kwa haraka, jambo la kwanza John Jingu aanze nalo ni kumuuliza hakimu Kiswaga, inakuwaje mwaka umepita kesi ya Lissu ya uchochezi haijaitwa mahakama ya Kisutu? Sasa lingine la mahakama hili vile vile, na bila sitaki kuingilia uhuru wa mahakama, lakini nalisema hili ni kwamba kesi ya Lissu inakuja mahakamani tarehe 3 mwezi wa 7. Baada ya katika mazingira yenye utata sana, tarehe 11 mwezi Juni kesi ilikuwa inakuja, alafu ghafla ikaahirishwa, si ndio? Sasa bado tunataka mahakama, kwa sababu imepata mtendaji mkuu mpya, aseme hivi nini kilifanya kesi ya Lissu iondolewe tarehe 11 isogezwe mpaka mwezi Julai, wakati majaji walikuwa tayari kusikiliza na tuliambiwa kesi itasikilizwa. Sasa lingine haona hoja, si ndio? Sasa unajua ile kesi iliyoko mahakama ya rufaa, ikiamuliwa mahakama ya rufaa kwa yale ya mambo ambayo serikali imeyasukuma mahakama ya rufaa, kesi itashuka
mahakama kuu tena, kwa sababu nyinyi mnaamini hawana hoja, si ndio? Na sisi tunaamini hawana hoja, si ndio? Tunatoa mwito kwa mahakama, pamoja na kupanga tarehe 3 mwezi wa 7 mahakama ya rufaa waandae vile vile ratiba ya mahakama kuu ya kuisikiliza kesi mfululizo, ili mahakama ya rufaa ikiamua tu tunarudi mahakama kuu, Lissu anaendelea kuwaonyesha mchezo kwamba hawana hoja mpaka anaachiwa huru. Because wangapi mnaunga mkono kwa mahakama kuu ipange ratiba ya haraka ya kesi ya Tundu Lissu? Maana mahakama ni ya umma, mahakama sio ya majaji binafsi, mahakama ni ya umma. Asanteni sana. Sasa ndugu zangu, masuala haya ya mahakama yanachangiwa na matatizo ya katiba ya nchi yetu. Jana rais anamwapisha mtendaji wa mahakama ambaye amemteua yeye. Fikiria, tunasema kuna mihimili ya dola huru, kuna muhimili wa serikali utawala, kuna rais, alafu kuna muhimili wa bunge, alafu kuna muhimili wa mahakama ambao ndio unapaswa kuwa chombo cha juu kabisa cha kutenda haki. Lakini ule muhimili wa mahakama, mtendaji wake anaiendesha mahakama anatolewa na rais, anaapishwa na rais, mahakama itakuwa huru? Alafu vile vile jaji mkuu naye anateuliwa na rais, itakuwa huru? Majaji wanateuliwa na rais, watakuwa huru? Watakuwa huru? Mahakama zitakuwa huru? Ndugu zangu, tunahitaji katiba mpya, sio kwa sababu tu ya kutaka uchaguzi huu na haki na tume huru ya uchaguzi. Ni mambo mengi, ikiwemo uhuru wa mahakama. Na tukiwa mahakama uhuru, haki zenu zikiminywa maeneo mbalimbali, mahakama ndio itakuwa kimbilio kuu la haki tunapokuwa na mahakama huru. Sijui kama tumeelewana ndugu zangu. Kwa tuunge mkono katiba mpya.